Ukiangalia ni kama imekufanyia hivi. Ni kama imekukenulia meno. Kana kuambia, kitambo ufike huko umesahau ulikuwa umeenda kununua nini? Ndio. Bombastic side eye. Kuangalia na akiangalia kwa foyo. Ilikuwa church, ilikuwa kwa briefcase amesunda nyoka ama ilikuwa I can't remember the story. Yo, welcome to the show. It's the Watawig universe, now you know. From the streets of Nairobi to the world we go, where the stories drop heavy and the vibes flow. We talk life, we talk hustle, we talk the real. No filters, just truth, that's the deal. From the heart of Kenya we keep it raw. Hello good people and welcome to Watawig podcast this week. I'm your host Sadiki tena, and I'm here with the beautiful Maria, and once again welcome to this 10th episode of Side Talk. Yeah man, this is the place. And just before we continue, kama kawaida, if this is your first time, very first time, or maybe you are a returning viewer, kindly before we continue, I just want to request you that hit that subscribe button yenye natokea hapo chini, hapo kando ya screen, ndio every time when we post a new episode ya Side Talk here on Watawig, maze you'll just get a notification na utaweza kupata our new episode that comes on a weekly basis. Your weekly dose. Yeah man. Other than that, man, continue liking, continue supporting, continue watching, continue sharing this information, and with time mbegu inaendelea kumea ama mbegu inaendelea kumea, and we're gonna be big maze, we're gonna build something good, we're gonna kila siku ni chance ya kuimprove. Every episode we try to come up with a new idea, try to come up with something that just a bit better from what we did last week, right? True. Yeah. And speaking on what we did last week, tulikuwa tunaongelea nini? Tunaanzanga na recap kwanza, unajua warm up kabla tu. Tulikuwa tunaongea everything everywhere all at once. All at once anaanza kujanga. Paragasha. Atuona kuna vitu tuleteka tu pale last week, kulikuwa na vitu koro. Hiyo wiki ingine si last week. Ile wiki ingine na ile ya juzi. Kulikuwa na vitu fulani tulikuwa tunatendeka na maze. Na tukaona ni njia tu ya binadamu. Yeah. Human beings try to fend for themselves. Man. Yeah, and these things they do happen. They do. So today, maze, there's kuna mvua inanyesha Kanairo. Mvua si imeshuka wajamii. Imenipata huko chini, imebidi hata sijui nikaa kiatu yangu imekatika, imeraruka. Imenipata off guard maze, imebidi nitoke 100 meters. Hadi naona sasa itabidi nimeanza kusupport local businesses. Man. Itabidi nimeona Kobla. Sijui siku gani. Msakushana viatu sijui ni Kobla kwa kizungu maze, lazima kusupport local business. Sikiatu imeraruka. Asa Bado unajua kuna wase wenye kiatu kiraruka wanaenda tu anatupa enda kunua kiatu kingine. Anaingia bata. Mimi naishona hadi yaze hadi unaweka kiraka. Hadi nikiangalia hivi ni kama inanismailia. Unaona zile makama zile unaona ni kama imekufanyia hii. Imekenua. Si zile mavile hasa unajua ukishona kiatu sana kuna vile hizo makamba. Sasa ukiona ukiangalia ni kama imekufanyia hivi. Ni kama imekukenulia meno. Kana kuambia inangoja tena iraruke uende tena tushone. Anyway wazee lazima la kwani isiporaruka msatapataje busy. Lazima apate biashara enyewe. So today story ni kiatu. Uliza story ni kiatu. And last week there's something I've been thinking of. Unajua growing up ukipata chance ya ku experience life ya Ocha. Unajua unapataga exposure ingine crazy. Then now trying to fuse that with the grown up experience. The grown up experience yenye unajaribu kuangalia the differences, the gaps, right, and everything that comes with it. Sa nilikuwa nimekaa hivi
nikafikiria unapataga places zenye ni ocha hivi kiasi. Okay, naweza sema maybe before tu niendelee, it's just like an opinion. Maybe mtu anaweza kuwa aliona the same thing na kuona differently. But mi naona hivi, unapataga ukiwa place kama ocha hivi, msee, let's say msee amefungua hata kabizi tu kakuuza tu viatu hapo tu. Msee amefungua tu kabizi kakuuza tu maviatu hapo, wanafanya nini na nini. Alafu unapata after wiki kaa 2 msee mwingine tena amekuja amefungua bizi ya kuuza viatu kando ya huyu. Juu ameona huyu ako na customer. Ile inauza. Juu ameona huyu ako na customer. Okay, siwezi sema maybe juu ameona huyu ako na customer, but according to you, nini inaweza kuwa motivation ya msee kuja kufungua biashara same na yako kando yako? I think unajua mimi naona ni kama tuko trained, society iko trained kufikiriaga hivyo, like tuko trained ile sijui ni kukosa creativity, ni kungoja mtu atake risk, alafu sasa sisi tunakuja kudoea juu si wenyewe hatuna hiyo courage ya kutake hiyo risk. Maybe I don't know. Tuko trained ku compete. Unapata maybe someone might be thinking of the same thing. Alafu sasa yeye alikuwa ana sita maybe alikuwa anaogopa. Sasa wewe ukakuja ukaseti na ikashika. Alafu sasa yeye anaona na anakuja. But I don't think it's a good idea. And unapata most of the time in rural areas unapata sasa busy inakuja na kwa stagnant. Wachana na rural areas. Hata hapa tu Kanairo na make sense. There is a bigger market in not necessarily here, but in larger cities there is a bigger market. So you can share, mnaweza cut profit katikati kidogo kidogo and then you share amongst yourselves. But unaangalia sasa in a rural setting where the market ni ndogo. Right. Market ni ndogo, alafu unapata sasa hizi vitu zinafanana. Sasa inabidi umse alikuwa amefungwa busy ya kuuza maviatu hapa. And then another person comes and opens the same business kando yake. Yeah. And when you look at this kind of market, unapata it is a very small market. Sasa mna end up ile profit kidogo yenye umse alikuwa anapata inabidi mmegawana katikati. Sasa. And then inakuwa sasa hapa pesa ni kidogo, hapa ni hivi. And sometimes it's just sitting back and na kuangalia, alafu naona umse amefungua hapa biashara ya viatu. Ni kitu gani niwezeka hapo kando yenye inaweza sukuma? Inaweza pia mimi ni sukuma, lakini inakuwa sasa mnajengana. Isikwe sasa tumekatana katikati. Unaenda una reduce like una increase competition yenye itakuwa unfavorable. I think sisi kama binadamu tumeumbwa hivyo, as in compete, kupenda, yani the first instinctively compete. Inakuwa kucompete. Alafu sasa unajua sasa shida hapo, what if you think in this way? Msee kama amefungwa maybe biz. Wewe badala ya kwenda kufungua substitute ya hiyo biashara yake, why can't you sit down na ufikirie kufungua kitu yenye sasa ita complement hiyo biz. And at the same time, at that point mtakuwa mmetengeneza a new market. Let's say msee amefungua kabizi kaviatu hapo, si ndio? Alafu sasa unakuja unafungua kabizi maybe kama nyonginyo, manguo, uniform hivi hapo kando. Look at that kind of business. Inakuwa mnajengana. Mwenye alikuwa anakujia socks anaona kuna viatu hapa next anaendea. Viatu the same thing. Inakuwa mnainuana badala ya kukompete. Umse alikuwa I think mtu anafaa learn kutoka kwa idea ya mse mwingine. Si kukopi. Hakunanga kitu mpya. Hakunanga kitu mpya. So in that sense unapata
most businesses even in rural areas unapata zinakuja zinaenda chini haraka. Kwa nini? Juu market unaweza Market pata iko chini. yeah, do you know that there are some places where when they are just like 3 shops zenye zinauza the same thing, hiyo market tayari inakuwa diluted. Lakini ukipata kuna shop moja inauza kitu, huyo jamaa ataripu vizuri na atakula fiti. Sasa unapata maybe sometimes ni ile tu you trying to think outside the box. Ama hata kama ni the same, not necessarily penye huyu msee yuko. Si ndio, inakuwa mko na ka distance, mtu akona ka area kake anaweza pata Kila customers msee ako na wake. territory, Yeah, Kila msee yeah. ama or you can even go and implement that business somewhere else, elsewhere. Na kama unafanya hapa unatengeneza kitu yenye ita create a new market, ita create customers wengine. Unapata msee anauza mandazi, wewe anza kuuza chai hapo Chai, kando. si ndio? Unauza kachai hapo kando. Sasa sasa tu msee ameuza mandazi na msako na customer wako kula mandazi. Wanakuja Unafungua the wanakuja same kufungua thing. mandazi hapo kando. Wewe fungua hata uji. Si ndio? Hapo unapata msee Fungua hata anauza. ndoma, kuna mwenye akulagi ngano. It makes sense. Si ndio? But ndoma ilikuwa hiyo ni subs. But kuna wenye wakulangi mtu Kuna mwenye ana prefer. akuli. Ama unapata leo msee anakula hii, kesho msee Kesho anakula hii. anakula hii. Hata inakuwa ni market mbili different. But najua nasema hivyo kwa nini? There is someone, one of my friends, alikuwa amefungua ka M-Pesa. Sasa vile alikuwa amefungua hiyo M-Pesa after to around like 3 months. Kabesti tu kangu mtaa huko hivyo. Sasa kuja akafungua M-Pesa kando yake basi. Sasa msala alikuwa garafika hivi busy anakaa na boeka anasema sasa imagine mimi nimefungua tu hapa M-Pesa alafu msee mwingine anakuja anafungua the same. sasa umse kwani na sasa huwezi enda kumchomea, huwezi enda. Sasa inabidi tu mmekaa tu mnakuwa mnarushiana tu macho mkikutana ponje mnasalimiana. Bombastic side eye. Unaangalianga msile akikuangalia na akiangalia kwa foyo. Unamuumia ndimu. Unasema tu huyu msee nimekuachia Mungu. Wow. But hiyo najua hiyo ni unfavorable competition. Ina kill economy maze, ina kill economy. Compliment your neighbor, usimsubstitute. Compliment your neighbor. Yote hata mnaweza unda kakatel sasa hapo nyinyi ndio mna control hii market. Si ndio? Sasa hata hapo mnaweza hata kuketi muongee biashara. Na negotiate unasema hasa tunaweza ongeza kitu kingine, wewe uongeze hii na mimi niongeze hii. And then wasa wanakula. Si ndio? Imekuwa kiamsha kinywa. Umemeza mate. Tumeuliza kiatu. Uliza kiatu. Ati nini? Uliza kiatu. Yama. Hebu nikuulize. Sijui maybe ni mimi sijai notice, lakini ushaiona sidewalks Nairobi? Tao. Baadaye Kanairo hakunanga. Okay, ziko but si not simple. Ni sidewalks ama hizo ni barabara za ndudhi. Achana, mimi sisemi kwa barabara. Nasema tao ndani. Tao ndani. Kuna sidewalks ama kuna zile hiyo front ya building inaitwa aje? Hizo corridor za buildings hapo mbele. Baadaye hakunanga sidewalks. So hii city ilikuwa imejengewa kina nani? Okay, unajua the first builders wa Kanairo hawakuwa watu wa Kanairo. Sasa hata wangejali planning na nini. Juu Nairobi watu waliweza kujenga Nairobi. Walikuwa wanajenga Nairobi ikiwa place ya biashara. Ya biz tu. Place ya magari kwenda na nini. Parking ya magari na nini. Unapataga Nairobi iko congested.
hakunaga like in town space hata- ya expansion ni kidogo juu. hata ukuu unatembea tao hivi usikie uzi unataka kuanguka, hata huwezi pata benchi ya Huwezi kukalia. jishikilia mahali, Huwezi. unaenda tu kama bendera. Unajishikilia huko kwa duka ya Sasa mtu, watabomoa- inakuwa sasa- vita sasa huko. lakini ni kungori, but sasa wataduaje? Sahii unajua sasa penye imefikia sahizi, if it's they want to implement such thing, but Unless wabomoe wajenge upya man. and I even think it's a pity. Okay, truthfully speaking, nadhani hiyo ni kitu ingine moto sana yenye hata inaweza saidia in a lot of ways kudecongest pathways za maduka Sindio? na nini unapata sometimes hadi unataka hata kuenda kwa shop lakini Unafika hapo unaanza kufanya hivi. ni kama unapita ndani ya mezi, Unataka kupita huku, mwingine anakuja, unapita mwingine anakuja, unapata sasa hata kitambo ufike huko umesahau ulikuwa umeenda kununua nini. That is Kanairo bana. but maybe with time things do change. Hizi vitu ni slow wheels, very slow wheels, but maybe at some point it will be looked into. We Hey, kai unataka kuniuma we. wewe Unataka kuniuma mimi now kuna there's a certain story niliona ziti ni Busia, I think ilikuwa Busia. Akisisi akiwaluya na dini, akisisi tumependa dini sisi, ni kama ni kama walitutengenezea, ni kama unajua, ni kama hiki tulitengenezea Waluya. Kwa nini mmefanya nini? My bad. Kuna story fulani nilicheki paste huko hivyo. Alishikwa na nyoka. Jamaa alipatikana na nyoka. Sijui kama ilikuwa kwa nyumba, ilikuwa church, ilikuwa kwa briefcase amesunda nyoka, ama ilikuwa I can't remember the story. Basi msee alikuwa anapeleka wapi? Sijui. Sasa walimuuliza akasema ati hii nyoka alikuwa anaombea msee kumtoa mashetu, alafu hii nyoka ikatokea. Sasa akaibeba. Sasa sijaibeba, sijaipeleka, anaenda kuichoa bwana, ipeleka hell. Hebu nikuulize kitu yako, ipeleka hell sasa wewe utasema alikuwa anaipeleka ama nairudisha kwa shamba la Edeni. Wewe nyoka rudi kwenyu. Lakini mbona watu wanasoshetingi certain animals na ushetu? Asa kama all these animals that they were, everything was beautifully and wonderfully made by, mbona sasa ikifika sema nyoka ilikuwa cast. Nyoka ilikuwa cast. Sasa na miti ikuwe tu ni sumu. Sasa nyoka si na zile sasa nyoka zenye azuumangi watu, zile nyoka zinakulanga tu mayai, zinafanya nini? Sasa hizo itakuwa ni ama kuna specific species za nyoka zenye zilikasiwa? Hapana, I think by the way, unajua hiyo kitu pia ni swali. Hiyo ni swali mzuri. Ni nyoka species gani? Walieka katikati ya nyoka na mwanamke, si ndio? Ikakuwa nyoka na binadamu ama na mwanamke? Si between you and the woman. The woman's generation ama descendants will hit you in the head. On the head. And Na you will utawauma bite kwa the heel. ankle. Is it the heel or the ankle? heel. Ankle. Anyway, hapo chini bado kuna ankle karibu na heel. Lakini sasa nyoka si heel peke yake huwa inauma, si ndio? Haya. Okay. That aside. That aside. Ala. Okay. Kuna nyoka huwa haziumi watu. Sure. So back to your question. Kuna specific species yenye ilikasiwa ama what exactly happened? Ama maybe ni black mamba ndio ilidanganya.
Lakini si yule nyoka alikuwa mkubwa kama Ebu, python. hapo unajuaje kama alikuwa mkubwa? Ama tu na imagine kai nyoka inaweza ongelesha, nyoka inatoa sauti ya mtu. Hiyo lazima ilikuwa ni nyoka Si kubwa. vile nimemuona kwa pictures, kwa pictorials. Kwa selfie ya Eve Eh, akiwa kwa- in the garden. with the serpent. Serpent manenos says ina click. Anyway, but I don't know. Sir, do you believe unaweza hiyo story ilikuwa ni ukweli? Lakini Ai, hiyo story inakuwaga na maswali. huyu jamaa alicreate nyoka out of Inakuwaga na nothing. maswali. Mi nasema sasa story ya huyu paste Eh. is there hiyo ni story msa anaweza toa amini hata kama ni kusema ati ni nini, ama kuna mtu mwenye bado anaweza amini hiyo story ati nyoka ilitokea nikiombea msee alafu sasa mi nikashika hii nyoka. Lakini unajua saa yeye tu ndio anaweza tuambia because Ama ilikuwa tu ni advert. Unajua saa movie zingine yake unakumbukaga inakuwa advertise nini, sasa ndio upate wasee useka aliombea mtu akatoa akatoa nyoka nyoka, sembuse mimi atakuombea atoe zote. but ni dangerous, it is a dangerous world. Na usipocheza huku nje unakulwa tu zako. Kwa sababu Okay, mi siamini. Onanga kama ile kulikuwa na ile ingine yenye ule msa alikuwa alikuwa anafuatwa na nyuki sijui ati juu ya nini. Huyu msee amejipaka asali mwili mzima. Huyu msee amejipaka asali kwani alikuwa anaenda licking date, lakini watu wanakuanga na guts. You know, mtu for Sasa the bag. unajipakaga. Bwana, you gotta get the bag mazee. Lazima kaita kuletea msaa anaifanya. so like alikuwa anafanya content, alikuwa anatafuta Sasa alafu anasema, alafu anajua wewe msee anasema itakuwa sasa ni ati maybe alikuwa ameiba kitu fulani. Sasa daktari fulani Akaro- fulani si ndio? utafanyiwa hivi. Alafu sasa unapata maybe msee hata ndio huyo daktari anajiadvertise. anajipigia advert. Unapata maybe msee akipatiana nambo kikoli hiyo simu hata maybe italilia tu hapo. Ina ring tu Na hapo. unashangaa manyuki and you gotta get the bag. Man. Na ni makubwa sasa, ni the same tu Makubwa maneno haya. kama haya hawezi kuwa madogo. Unajua watu wanaendanga tu extend zingine mrefu kutafuta chai. Ni kweli. Lazima uchimbe migodi. Lazima uchimbe migodi huku nje. Ni viatu tu za watu zinajua penye watu wanakanyaganga. Hence our topic. Ni viatu tu za watu ni viatu zinajuanga tu penye watu wanakanyaganga. Man. Mse ukichukua hiyo kiatu waze utoe vumbi ya juu, utoe hiyo vumbi next, utoe hiyo vumbi Itakuelezea. ingine, utapata history ingine hapo Kongo. Nitakuelezea. Utapata uhondo Man. na utahonduka. Utahondoka. Anyway, Utahonduka hapo, utahondoka. anyway, during the past week, hebu tupatie one or two things zenye maybe kuna mahali umedelete, kuna mahali umeadd, kuna mahali Kuna mahali nimeuliza swali. Sasa kuna nilisikia watu wakipiga story. Like huu msee ni msee wa kanisa. Huu ni mtu anaendaga church every Sunday. And then huu msee alikuwa anapiga stori za vile sijui walipatikana na kitu fulani, ishu fulani kwao. Wakaenda kwa daktari akawashughulikia, daktari wa kienyeji. ugonjwa ama vitu za ile like sickness. Si ugonjwa pase. Unajua ile kitu wanasemaga
mwanaume akicheat kama mtoi ni mdogo, kuna vile kuanga na hizo mtoi, yeah, kuna sure. kitu mtoi atafanyikiwa. Zinakuanga Sasa wakaenda kushughulikiwa na daktari. And then after hapo sasa huu msee anaanza tena kupiga stori za church, vile anaendaga church nini. Sasa hiyo kitu ilifanya nikajiuliza, as in, mtu anaweza ishi kwa world zote mbili? So watu wanaishi kwa world mbili siku hizi, but ni impossible. Unakuwa tu ni okay, mimi nasema like hizo world mbili ziko na harmony kweli. Hizo topic zinakuanga tricky juu naweza sema hivi mse kuna huwezi believe that you have a powerful God mwenye anaweza kudeliver kutoka kwa kitu yoyote, but at the same time unaamini ati mtu mwingine mahali akutana na nguvu kushinda, unaona? Yeah. And then when now some things happen, mi hata nimeona hizo vitu. I've seen a lot of people wenye wanaenda kwa like what I can say waganga kuwafanyia vitu and ni madaktari. Wewe anaitwa madaktari. Kuna hizo okay. Naweza sema you can believe in either but you cannot believe in both. Utakuwa tu torn in between. Because kama unaendanga hii side you just gotta be there 100%. Fanya hizo vitu. Ukiwa unaenda hii side you just gotta be there 100%. Unafanya hizo vitu, but ukikuwa uko hivi unakuwa split in between. Unakuwa nduma kuwili. Sasa ukienda unakuwa kama fisi akienda kwa karamu. Ukienda kwa huyo msee, huyo daktari whatever, huyo mwenye umesema alafu huyo mtu apone, sasa utasema ni nani amemponya? Utaenda kushukuru Mungu ama utaenda kushukuru huyo daktari? Sasa hapo ndio kuna swali. Ni ugonjwa, unaweza tu pata maybe ni kwa ugonjwa tu yenye but pia unajua at times as human beings kitu inaweza kugonga hadi uanze kudoubt hata but unajua hizi vitu traditionally in Africa zinafanyika. Zinafanyika. Hiyo ni actually ndio nasema it is an African tradition. So huwezi kuwa torn in between juu hii side ingine ya church inakashifu hii side ingine, nasema hii ni mbaya. But hii side ingine wa haikashifu hii side ingine. Hii inafanya tu vitu zake. Exactly. Unaona? Sasa huwezi kuwa hapo hivyo katikati. Utakuwa tu torn in between. Utakuwa na split decisions each and every time. Nakashifu watu juu hawaendi kanisa. And then unasifu mvua alafu ikikunyeshea sasa unafeel vile. Sasa unakashifu watu juu hawaendi kanisa and then wewe uko unaruka huku na unaruka huku. Sasa ni paramount change tu. Si inakuanga constant change leo hivi. Wanasemanga tu wanasemanga neno halitabadilika lakini binadamu atabadilika. Okay. Si ndio? Hivyo ndio inakuanga ama ni aje? Ni hivyo. Well, but I think hiyo ni kitu moja yenye walitumia kufunga Waafrika. Kuna ile kitu inasemanga ukitaka tu kupoteza msee, kimekuwa tu hivyo, ni msemo imekuwa ever since, even old books zapata kitu kama those things zimeandikwa mostly na African authors, na ukiangalia like history of Africa vile imekuwa. And I will just say it like a general term. Ile unasemanga ukitaka kumaliza msee, ukitaka kufanya wasee wachanganyikiwe, wafanye tu wasahau culture yao. Wakisha sahau culture yao ni hivyo juu
unawaletea kitu mpya yenye si yao, yenye si yao. Like now, na tena sasa if you don't know how to juggle, if you don't know how to ask questions za religion, unakuwa split in between, unaona. And now the shida ni, mimi naweza sema a lot of people, there is this pastor, I think he was a former pastor, he was a former bishop, was a former bishop, alikuwa na kanisa sijui kwa hadi majuu ama ilikuwa wapi, akarudingi Afrika. Alikuwa anasema okay, pia alikuwa pia kwa alikuwa anakaa on that other side, akiface the congregation, akiwaambia vitu acheki. So msali alikuwa anasema mostly in a African setup, mseto akifikanga yuko mlango ya kanisa pap, anawachanga hapo wakili, anaingia tu hivyo, anakuwa sasa bendera. Anaenda huko ndani, kitu yenye ule msa anasema pale mbele ndio yenye msana, hiyo ndio inamuingia. Don't ask any question. And unajua hiyo kitu, when I read that thing, when I read that thing ilini hit to a certain point, nilikaa hivi nikafikiria. It took me like 30 minutes and then I tried to get into, contact vizuri, sasa nijue msa alikuwa anamaanisha nini hapa. Unaona? So after thinking about this for a while, and I thought about story ya Christ mwenye wanafuatanga, unacheki, this guy alikuwa mtu mmoja mwenye alikuwa so enlightened, alikuwa na akili, alikuwa one of the best minds that have ever existed on this planet, maybe. And huyu jamaa time yenye hata alikuwa mtoto mdogo, akienda kwa synagogue, what happened in that synagogue? Ilikuwa ni fire, uliza maswali mpaka wakaanza ilikuwa ni kushindwa, questions after questions. Hadi unashangaa huyu ni mtoto wa nani anatuliza maswali hivi? Sisi kama Mafarisayo tunakaa tunadua mazee, anawapiga bumbuazi, mnapigwa na bumbuazi. This guy alikuwa anauliza wale wasee maswali, anauliza maswali hadi wasa wanabaki wako zile za ala, na ni mtoto mdogo, huyu mtoto wa nani anatuliza hizi maswali? Unacheki. And then thereafter it comes certain people who are writing stories, and then they tell you that you cannot ask any question. What you are being told is final. You cannot ask any question when the person who they are spreading this word about was a seeker, was a questioner on every point in his life. Alikuwa anauliza maswali. Right. And then here comes a religion that has been made, just sheep following. Don't ask any question. Na hata yeye watu walikuwa wanaenda wanamuuliza maswali, na anafanya nini? Na anawajibu, anawapiga hapo maparables zingine mzuri anawajibu. People used to ask questions, and that is the only way you can find answers. You cannot find answers from just listening, just waiting. because you will never find the answer to your question. You can only find an answer to a question that you are asking. And if you don't find that answer hapo, inamaanisha kuna shida. Kuna shida, right. You gotta look for that answer elsewhere. Right. Unacheki. But now just the way yo jamaa alikuwa anasema, unajua nilikaa nikafikiria about hiyo kitu. Yule msaki kunyosha akikwambia uko hivi, amini uko hivyo. Amini uko hivyo, ni mimi nimekuambia uko hivi. Unacheki. Adhaina kwa sasa ni disaster inakuka. Mimi ndio niko karibu na baba. Mimi ndio niko karibu na baba. Time ule mse. Mimi ndio voice of the father. Time ule mse walisema hata walisema pazia ilipasuka. Wakasema ni nini? Man. Ni hivi na hivi na hivi. Even if you just if you follow this thing, asking questions, man, you'll not be in line with a lot of things. A lot of things start making sense. Yeah. And some stop making sense. Yeah. And then sasa you start appreciating
the fact that hizi vitu zimekuwa zikiexist. They were even, imagine, I was thinking this, imagine all those people who lived before Christianity. Doomed souls. Hao ndio kuni. Hao ndio kuni. Imagine all those people walienda innocently. Yeah. And then God is still for us all. So you ask yourself a question. Ask yourself a question, maze. These things, everything. Do you know, Ushawi? Okay. Here, in Africa, let's say in Kenya, we have so many cultures. So many cultures. Each culture iko na their story of origin. Let's say like for the Luyas, kuna history ya were meaning were hakava, the God who provides. I think kuna kwa na variation mbili. Kuna kwa ile story yenye anasemanga God aliumba dunia, and then sasa from ina explain differences ya existence ya watu, vile kuna kwanga na different races. Wanasema top soil sijui ndio alitumia kutengeneza the black, hiyo ndio sijui ya kupanda vitu. Alafu nimesahau hiyo story ile inaenda yenye inaenda chini. Sasa kuna sasa ile the black after the top soil ina ka black. Wanasema hiyo ndio yenye God alitumia sasa kutengeneza the black man with the black skin. And then unapata kuna sasa ile yenye inakaa sijui reddish brown, yeye alitumia kutengeneza. Sasa ukienda hadi kwa ya chini kabisa the white yenye anasema ilitumika kutengeneza the white man. Unacheki. Alafu kuna sasa ile nyingine yenye kuna kwanga na sijui there was this creature, it was very big creature yenye it had a swollen toe. And then that toe ili explode. Sasa kubust ndio sasa vitu zikatokea zikatendeka. Those are mythical stories of origin za Africa. Ukienda kwa Masai ile story ya ni Enkoro ama ni Enkai? Enkoro. Yeah, wana believe aje these guys just they descended from heaven na ng'ombe wakikuja. Ukienda maybe side ya Central kuna hiyo story ya Mumbi na Gikuyu. Yani ukipata hizi story zote zinakaa tu mythical. The same way unapata the story ya Genesis, just by word of mouth things happened. Story gani hapo inaweza tendeka tu siku gani tutamka alafu unapata watu wanatoka juu na mang'ombe wakishuka chini? Siku gani utamka tu unapata ati sijui kwa mlima kuna Mumbi na alafu vitu sijui the 9 daughters and these, unaona? Na hiyo kitu unapata hizo vitu zote ziko related na hao watu wenye wako hapo. Unaona? Ya Walunje ni hivyo, ya Wamasai ni hivyo, ukienda kwa Waturkana maybe ni hivyo, ukienda wapi ni hivyo, everywhere else. But sasa understanding inafaa itokee wapi? Hizi story zote zinajaribu tu ku seek the answers zenye binadamu hawezi pata as long as bado anaishi kwa hii mwili. Unaona? And the same way happens with other religions. Other religions pia ni hivyo. Kwani what is a religion? African cultures, those are also traditional religions zetu. The same way Christianity is a traditional religion ya wapi? Ya watu wao wenye walileta. Ilitoka. Hiyo ni tradition yao juu it was based on ilicopy the Jewish tradition. Na some contemporary traditions zilikuwa zina exist during that time. Zenye sasa zilikuwa zina go against the laws of Moses kidogo. Zilikuwa nitasema ni aje, zilikuwa zime improve on the laws of Moses, kama zile za kustone people to death nini. So wanasema maybe there is courts, unaweza enda kwa koti, unaweza fanya hivi, if your wife anafanya hivi unaweza muacha, unaweza if your husband ako hivi you have the unaona. Sasa vitu kama hizo sasa msaki akifanya kitu stone them to death, msaki akifanya hivi fanya hivi. That was the Christianity religion sasa yenye ilikam based on the teachings za Christ. Na hizi vitu zote
si mbaya because zote ni product ya word. Yeah, hakuwezi kuwa na story ya origin without using the word. Kwani unasema nini? Na the word ndio ina explain kila kitu, everything. Word in explain, alafu sasa light inafanya vitu zina exist. Yeah, so No, it doesn't, ndio mimi nasemanga it doesn't matter the religion that You you subscribe to. that you subscribe to, as long as hauitumii like a point ya kudiscriminate, seeing the other person as I don't know, A anakaje, lesser person. a lesser person, nasema this is a sinner, huyu anafanyanga hivi, anafanyanga hivi. No way. Now sasa hapo you are now the sinner, maybe, I don't know. Who knows sin? Who knows sin? Only God knows. Only God and Only God yourself. knows. Sisi vitu tunafanyanga tu ni experience ya life. It's just a point in time ya life. Yenye leo unafanya hii, unaona maybe leo nimefanya hii kitu ni mbaya, kesho unasema I'll correct on this. The next day unasema sasa this is the right thing. Tena, so who can define sin? Who can define good and bad? Who can define good and bad? We can only speak our mind and our opinions, which are only opinions unrelated to the other guy. Nasemanga, it is always unrelated to the next person. Yeah, na hiyo ndio I think ukiangalia nikisema hivyo nasemanga hivyo kwa nini? Juu life inakuanga personal story. Personal story, na ni time yenye imekuwa assigned kwako kufanya kitu. Yeah, that is life. Time yenye imekuwa assigned kwako kufanya kitu. It doesn't matter what it is. If you are a teacher, if you are a doctor, if you are an accountant, if you are a lawyer, if you are a what, if you are maybe an advisor somewhere, if you are a knowledge seeker, if you are in every form that you do. That is the Life- time that is assigned to you. Life sasa ni hiyo period hiyo yenye wamekupatia. Na ikiisha imeisha. Ikiisha imeishia hapo, at least on this physical world. We can never know what is in the next world. Yeah, We can only try to convince ourselves with some good things, with of what which it's good. comforts us. It's good to go with a certain feel of comfort baada ya kwenda ukijishuku. Yeah. No one can define these things. No one can ever define these things. No one. Yeah, man. And there's no one to tell us what comes next. with that God. kuna history fulani unachekia mademu wako ekiana mchele kwa club. Mchele babes. The mchele babes. Sasa huyu jamaa alikuwa victim wakamchele, akalala kuamka alijikuta hata ana boxer. Hao ndio walikuwa wabaya. Alijikuta hata sasa huyu msee siku moja alikuwa ametembelea bro yake kwenda huko, akaona sura fulani kwa hiyo nyumba, anaona hii sura niliona wapi? Anajaribu kufikiria, hizo vitu ni kama tu clouded memories. Sikuji zikiwa clear. Nipashe memories. Sasa ile masaa amekaa akafikiria, rada ikaingia, nakumbuka I saw you somewhere. Kumbe ni ule mdemu mwenye alimwekeanga kamchele. Ni mzee wa mchele. Kumbe daytime ako kazi kwa bro, alafu usiku ako kazi sasa kwa bro sasa. Alafu sana muuliza, wewe ndo wapi? Wewe ndo wapi? Sio unilekea mchele ile siku. Demo akaruka story ajui. Sasa unajua hapo alisema tu unanifananisha na mtu mwingine. Na ikabaki tu ni hivi. Una evidence kumbuki vizuri hata. Lakini anasema I can't remember. It was you. Uliniekea mchele nilidoze.
Wajamani. wazee, that is like, but wanasemanga dunia ni duara, Ni duara. ni duara, inakaa kama ball. Hatujui inaanzia wapi inaishia wapi, hatujui mwanzo ni wapi na mwisho Ukianzia pia hapo utarudi hapo. hatujui mwanzo wa dunia ilikuwa nini na hatujui mwisho wa dunia itakuwa nini. So hapo katikati ni Hapo ndio zigzag. tuna float. Sasa tu hapo ndio vitu zina Inakuwa hivi. but I'm trying to imagine sasa mi ni huyo msee nimeingia hivi sasa, naona unajua ile memory inakupiganga sasa ile, unajua time unamuona unajaribu kukumbuka, Hii sura inakupatia deja vu. unapigwa na PTSD. Sasa kitu najaribu kuimagine ni ile time sasa, the moment huu mtu alirealize ni huyu, It's you. hiyo feeling sasa, una feeling ni kama unaweza bounce sasa. But sasa unajua hapo hivyo pia akiruka hiyo story akikuwa tu confident na aseme we nikaa uko zako, we sikumbuki mi hizi vitu zikitendeka. Unajua hata mwenyewe utabaki sasa unajishuku, Unaanza kujishuku. uanza kusema hata mwenyewe ni kama umechoka. Unakosana bro mazee juu ya kamtu na huyu mtu nawe unajaribu kumwokoa. But anyway, kila mtu ana learning na experience yake. Maybe ile siku ataamka pia ajikose, atasema aki bro job. anakupigia uko job, unasikia bro unacheki ile story ulikuwa unanipigia, haikukuwa story, ilikuwa ukweli. Labda huyu amesetwa luku, labda huku ndio nyumbani, alafu huko ni huku ndio kazi. mchele inakujanga pengine hata maybe Maybe. wow. Inaweza kuwa moja mbaya. It's a business. Sasa ulikuwa tu collateral damage. Haikujulika. It's a bad thing that you are the brother to. Yeah. And I did not know that. You are just caught in the middle. Hey. You are not targeted. You just happened to be there. Anyway. At the right place at the wrong time. Anyway. Makubwa yanatendekanga. Makubwa haya. What a week mazee. What a week. But okay, ulikuwa nataka kusema kitu, sema iseme tu ishe, sema kitu ikutoke. Ala. Sema. You heard me talking. Did you hear me talking? Hello, hapo. Kuna hii story nimecheki. Sorry. I think niko Coast. Some two. Kitu imenishangaza. These are two stepfathers. Sati mmoja ni the real father na mwingine ni now the stepfather. Two stepfathers wanafaitia custody ya mtoi. Sijui kama mama yao mtoto yuko. I've not gone deep into that story. But wanafaitia custody ya mtoi, stepfather wawili, wote wameraise. Wanasema wote wameraise huyo mtoi. Wanafaitia custody ama wanafight kumzika? Ni kumzika. Sasa ni custody of the body. Custody of the body. Okay. Juu mwenye anamzika ndio sasa anasema ni baba ya mtoto. Do you think kwani huyo mtu yako na nini kwanza? Do you think okay sana if ni mtoto mwenye kwanza ameaga, may the soul rest in peace. Juu ni mtoto boy, may the soul rest in peace. And then do you think that is something ya ku argue about? It depends. Unajua inalingana na nini na wa motivate. Wanasema huyu anasema I participated in raising this kid, and the other guy pia anasema I participated in raising this kid. Wanafaitia tu hii kitu because they had love for the boy. So do you think the best thing ni kurolia mwili ya huyo mtoi, ama the best thing inaweza kwa maybe you can go, kuna cemeteries in exist, it can be a middle, inaweza kwa neutral ground. Badala ya ku understand to these are small kids. Sasa mbona mnang'ang'ania mtoi na hiyo It doesn't even matter atazikwa wapi because you hate to change the fact that this kid is gone.
ni culture tu yenye culture inaendanga ikievolve, but some things we need to get done with bana, because lakini sasa unajua mimi I don't understand because ni stepdads. Two stepdads. Sasa sijui kama the real dad is around ama ni deadbeat. The mother of the kid. Sasa unapatanga most of the time when the kid dies, when a kid dies wanaangalianga who was the dad, or maybe how did they participate in raising him, the two of them? Sasa maybe huyu alikuwa na huyu alikuwa hapa and then vitu zikaenda way kiasi then akashift akaenda kwa mwingine, and then sasa what do you like? But this kid is 10 years old, I think. Is it a 10-year-old boy? Sasa mmoja aliraise 5 mwingine 5. Maybe kuna tu mwenye aliraise for a week hata pia. Hiyo pia ni kuraise, aliparticipate. Hata kama aliparticipate for 1 year. But do you think it is something to no. It is sad but just for the sake of this kid. Bana, mwacheni tu apumzike. Sana enda tu you just because place ingine you go and pay to him it doesn't matter atawekwa wapi. We imagine yana anaamka alafu anasema anapata mnapigania penye mtamlaza. Maze two grown men. Inakuwa dangerous sana kudeal nayo. I hope the mother ako na say pia ndani juu pia the mom if is kama yuko inafaa pia ako na say. Amue jiende anajua the real father ya huyo mtoto. Hata the real father, as in the real father isn't an issue because mtoi waamue tu penye wanamuweka, story ishia hapo. Like kwa nini wanataka kurefusha kuleta story mingi zenye hazifai hata hazisaidii. Msanda kudoea mchango ya mazishi. Or maybe another theory ni eti maybe mama mtoi alikuwa, maybe mtoi ako na some kind of fortune yenye iko attached to his name. Yeah, that yenye sasa mtu anamzika, si itakuwa sasa yeye ndio mwenye inakuwa sasa I'm the dad to this because sometimes people can do serious things. Yeah. People can do serious things just for the bag to get something. So wezi jua I hope atapata a good send off. Because man it's a bad thing to have people fighting over you when you're dead bana. Sasa yenye unataka tu kwenda uwekelewe tu rest in peace man. Watu wanasema RIP huku, kumbe wengine huko wako in chaos mode. Yeah man. Makubwa hayo. So that aside kuna hii lakini ikanairo bwana. Okay. Sijui watu wanakulaga nini. Kuna hii story nimecheki umse the anaitwa sijui something the mkubwa wa county. City County, Nairobi City County. Umse kuna history na circulate. Mkubwa wa county? City County, mse ana deal na vitu ya county na county. Achana it's not the governor. So ukienda sasa City Hall. The guy, the chairman wa county or whatever, Nairobi City County, Geoffrey or something. Geoffrey Musiri ama ni something. Yeah. Kuna historia alikuwa anasema hizi ma food bag zenye wasee wanawekewa chakula kwa street. I don't know kama pia ni kwa mahoteli ama nini. Ati hizo zinatoka straight from Dandora. Dump site back to the shelves. Sasa sijui zinaosha tuna wantuka tunasonga wanaosha alafu wanaanika. Mazi si tunakuja tunasema sasa ngoja. Sasa ni food bag gani by the way?
Sasa si food bags because tu it can't be plastics because si plastics ziko banned, so kuna food bags kuna hizi zinakwanga food bag zinakaa mostly kama tukaki kuna zile zingine zinakanga whitish hivi. Na bado pia kuna zile zenye ndani zinakaa sijui hii material inaitwangaje, inakaa ni almost like a plastic but it's not a plastic. Ni kitu washable, you can wash it. Yeah, so but sasa ukikuwa ni motivation ya unazitoa dandora ukizirudisha kwa duka, inakuwa in between what care is being taken to make sure hizi vitu ni safi. Unapata like in Nairobi hizi machakula za tao, hizi machakula za mahoteli, unapata for the longest time unapata watu wako na infections za tumbo, some weird infections. hata si weird, hata tu ugonjwa hizi za kawaida mtu anaishi kusema. Unajua pia vitu kama nitogaje hii ugonjwa yenye watu ushika watu H pylori. Unajua hiyo kitu inakosewa na kukulanisha na vile hiyo ugonjwa inashikashika watu siku hizi karibu watu wengi sana wanashikwa na H pylori, na ni juu ya kukulanisha hivyo. So that hiyo inaweza kuwa one of the reasons now that ime blow up ikajulikana this is happening. Na typhoid hizo magonjwa next time una buy kitu hapo nje. Being choice man. Angalia sana because kula hiyo kitu na jik. Make sure jiki imesanitize kabla ingie kwa mwili. Bado isinie bado alipataga ile place manini zilikuwa zinapikiwa huko downtown. Ile place ya machipo na masmoki na manini. Si chipo, hizi mavitu zinaitwa aje? Kebabs na nini? Kebabs. By the way. Ile place ilikuwa inakaa hichi tu hata ukiangalia kwa picha. In the bag. Na vile kebabs hata mimi nishaikula kebabs. Wala kwambia ukienda kwa hoteli. Ukienda kwa hoteli man. Hata hoteli. Hata tu kama ni nasema hata tu kama ni wanasemanga sometimes we stick to kwa front end. Usijaribu kwenda kwa jikoni ya hoteli. Because utashangaa sana ni nini umekuta. Afadhali kiteja ujui, sicho kijua ni usiku wa giza. Uchafeja ujui, lakini sasa imagine unaona hiyo siku alisema alianika hiyo story ya hizo makebabs like 2 days before nilikuwa nimetoka tao. Nikakula kebab. Nilipigwa na njaa tao nikanunua kebab. Unaanza hapo hivyo ataka uko unaanza tu kuumwa na tumbo tu, unasikia phantom pain inaanza kushika tu bure hivi au kunauma, lakini ugonjwa inaanza inakuwa ni kama hysteria, si ndio? But okay, unajua nimeanza kusikia vibaya kwa tumbo hivyo sasa. Wow. Usijali. Inakuanga hivyo. Inakuanga. Lakini hiyo kitu boifanya mimi. Sasa nikisikia njaa aje tao. Adali umeze mate. Nimeze mate mpaka nipige kwa juu. Wanasemanga unapiga makobio ya mate na hewa. MC. Unajua kitu umemeza na mdomo lazima itoke na hii side nyingine. Sasa imagine umemeza tu hewa, umeshinda ukimeza hewa kutoka tao. Utatutolea nini? Uzuri ni hewa tu imemezwa hewa safi. So hewa unajua inaenda ikifament huko ndani ya tumbo. Sasa unajua by the time inatoka kuleta greenhouse gas effect. Greenhouse gas inatoka ikiwa flammable. Those things are flammable. Unaweza lipuka kama petroli ushangae. Mshtuko wa radi. Haya. Una pop ka balloon.
poa. Bua. Shangaa, kwani ni kanisa ya mrasta kwa hiyo nyumba ama ni nini? Haki ya nani? But anyway, these are things that are happening. And, yeah, but next time unakula food ya street but si kila but unajua sasa kitu ni ati not everyone does these things. So wameharibia hata wenye wanafanya tu biz safi. Yeah, sasa wale wanafanya biz tu safi huko nje. Unapata sasa alikuwa na makastoma, unapata customer anakataa kukuja je anasema na base fulani tulikuwa tunakulaga tukua shule campus. Mse alikuwa anapikia vitu zake tu hapo. Alikuwa tu na kakibanda kake, alikuwa anatengenezea tu vitu zake hapo. Na zilikuwa vitu legit tu. Lakini sahi hata ukinitandika siwezi rudi hapo tena. Kwa nini? Juu sasa unajua ile kitu ishaingia kwa akili. Na hawezi delete. Huwezi delete. Basi hivyo ndio inakuanga. Na hivyo ndio unapataga saa msa ndatoa kidozi customer jia kitu kama jia mtu fulani mahali amefanya kitu kingine. Then you end up being a victim of that circumstance. Man. Alafu inakuwa sasa tena we go back to the drawing board. But it's not good. It's not. Jojo. Well. Lakini sasa na hizo vitu wenyewe huwa wanakula. Sana semanga mganga hajigangi. Utajiganga aje? Utakulaje na wewe na kazi yako ni kuganga? Utajiganga aje? Unakula makebabs alafu unauza kebabs lakini unanunua ndizi ya 10 kukula na ngumu ya duka. Si shida zako unapeleka kwingine. Sasa unajua wanasemanga ni tit for tat. What goes around comes back around. Sasa umeuzia huyo msee kebabu inakaa hivi. Alafu unaenda kununua pale ngumu kwa msee mwingine. Sasa msana kuuzia hiyo ngumu naye alitumia mafuta yenye ile mafuta yenye iko imeharibika. Sasa mafuta iko obsolete, hizi itakani kutumika tena. Sasa hiyo ndo anakuuzia nayo ngumu. Alafu sasa inakuwa ni ball na roll. Tunaenda tu unaokota uchafu huku unaiangusha, unaanguka nayo, unaamka unaanguka nayo side, wewe unaenda unaokota ingine na tunasonga. Asa mtu mwenye ata benefit, mwenye pesa itafikia wa mwisho. Sasa sijui atakuwa ni nani. Ama ni banka sasa. Ni banka man. Ama za shuka chini. Shuka. But anyways, people can do a lot of shit just to chase the bag. True. Na unajua hii kitu inakujanga ina expand even to bigger multinationals and corporations. Ni kama I was thinking about this. Kuna hii kitu ilikuwa ina go around for some time in Kenya about carbon credits. Ile yenye ati some companies, mostly European companies, because they are polluting the environment, they now na wamekuja kufanya hiyo kitu. Sijua mbona kama Africa has so much idle land ama so wanatumia hiyo strategy, wanakuja in Africa wanalipa wasee, I don't know if it's targeted people wenye wanataka do ya haraka. They take your land and then inakuwa sasa like they plant trees hapo kucompensate to what they are emitting to the environment. And then unakaa hivyo unaangalia like what the fuck are these people doing? Hii ni vitu gani unafanya? So uko free ku emit as much as you want, bora unapanda to meet ya. You guys you are cutting down trees to expand on these operations. Si ndio? Alafu at the same time you are degrading the environment and then you are emitting fumes to the same environment. Kuemit pollution si mbaya, but it depends na the level ya pollution. Kila mtu kushonde ni kupollute the environment, but iwe ina turn up kukua manyua. Ina pollute na inasaidia. Ile shonde yenye umedienga hapo inakuja inakuwa mbolea, kitu inamea. But imagine you are now cutting down trees for
other operations, and then at the same time you are polluting the environment by releasing poisonous fumes into the air, and then unakuja kuambia wasee tumepanda miti. How long does a tree take to mature? To mature, man. A tree kumachua inachukua like years to mature. 10 years. More than 10, 15 years. Yeah, Others go to yeah. 35 and beyond. And then within this period uniambie the climate is already fucked up. Hizi miti hata zitakaa the next 3 years. Haziwezi. Zitakufa tu. Makubwa haya. Makubwa haya. What a week. Man. Hey. Then inakuwa ni vitu tu zingine, inakuwa ni story tu kawaida. You are doing this, tunapanda miti, si tulipanda miti huko, mwende mwangalie ni aje. Zilikufa. Inakuwa ni story ingine, but ni biz tu, it's just a business language yenye profit is not bad, making profit is good, but man kuna ile swali nasemanga how much is enough. Enough is enough, man. Makubwa haya. Makubwa indeed. What a week. What a week. Yes, Roger, nilikuwa najaribu kuangalia like what is the notion behind this thing. Unapata high add up ni 1 plus 1 inakupatia 3. a different answer yenye huwa hau expect. Si tulikuwa na expect hii answer, mbona si tunapata different answer? Hello, unanisikia? Hello. Hello. Do I have to preach about it? Kata si. Hebu tuambie kitu tusikie. Lakini though hii wiki man. Hii wiki imefanya nini? Nimekuwa na interactions na watu wengine. Yaani nimepata experience ingine sijawahi pata. Unapata mtu uko na chance ya uko na skill, si ndio? Yeah, sure. And then uko na chance ya kuongeza skill ingine juu ya hiyo skill. Combined hizi skills zinakupeleka place ingine huwezi imagine. But sasa uko ile ya mimi siwezi ongeza hii skill. Like unajilimit. Unajua one thing na hii world penye imefika saizi. Technical skills hizi ndo zinaenda kuokolea watu. Yeah, sure. That is one thing no one can take away from you. Kitu umejifunza na unajua. Si ndio? Yeah. Na hautawahi sahau, ni kitu hautawahi sahau. And the more you do it, kuna hii place niliona ati one thing about personal creativity, the more you do it, the more you have it. The better you get at it. The more you have it, the more right. grip unakuwa nayo. The more you give it out, the more you also have a good grip of it. And anything, unajua skill ni creativity. True. Yeah. Ndio. Skill ni creativity. Na if you can do it over and over again, and even if if I get a chance to learn something new, my door is always wide open to something. Ndio. Learn more because the more you have, the better off you are. The better off you become. Hata kama hutaitumia mahali, it will help you. Utakuwa nayo. I think mi kuna there's some skills zenye I've learned, but I'm not
practicing So far practicing them haujazitumia. per se, like set sijazitumia but Like haujazi practice as in hauja focus nazo. like yeah, like a pure thing I'm focusing on it, but unapata in some ways when you are doing something else Zina hiyo come up, experience zinasaidia in a yeah way. zinakusaidia in a certain manner, unapata decision making, how you approach things in some kind of zinakusaidia pia. You can also employ that idea into something else and make it ika bit ni kama tu kuspice up something so at the same way inaenda tu hata kama ni vitu za mkono, vitu za nini, Ndio. all of them zinaweza. Unajua huku nje wanasema Gen Z are hard to work with, are difficult to work with. Then to some extent mi nimeona truth ya hiyo kitu hii wiki. Ni ukweli. Umesema hivyo nikakumbuka kuna ile research yenye I think it was published by Tuko. Ilikuwa inasema was it 78 or 87% ya Gen Zs they don't even show up on the first day ya kazi. Someone comes for an interview, someone applies for a job, someone comes for the interview, maybe anapitia hiyo process yote ya yote, kuapply, alafu ikifika siku ya job anapata job. Ala umse First day ya hayuko kuripoti hapatikani. umse hayuko nowhere to be seen. We. makubwa but one kitu kama hiyo inaweza kuwa okay, opinion lazima someone has always something to say about something. So what do you have to say about this? Lazima kuna mtu anakuwa kitu hapo, lazima kila mtu anakuwa kitu ya kusema about kitu. Sasa what do you have to say about this? Mimi what I have to say, unakumbuka ilikuwa episode gani we talked about the youth wanting an utopia kind of a country. Yeah. So I think hiyo kitu iko mpaka sasa kwa kazi, like msee ako na zile expectations ana expect, yani kuna hii kitu, yani tumechukua peace of mind tukaitake to another level yenye tunaanza kuoverdo. Yeah, sure. Like una expect kazi ushow up yenye unataka, kusikwe na mtu anakuambia kitu, watu wakuache ufanye kitu venye unataka, uvae venye unataka, utoke senye unataka. I don't know kama ni movies zinachanganya watoi. Mtu anaona movie inakaa style vile alafu wanaanza kutaka kuishi hivyo. Yeah, in this age that we are in, ndio mtoi tu afike 10 years. Unajua ni movie ngapi amewatch zenye zina affect judgment yake, ndio afike. Unajua ni movie ngapi ameinteract social media, ameenda anaona vitu, and then when you start seeing these things unafikiria now this is the world. Unacheki and you stop forgetting the reality at we are in an African setup. Africa generally is always behind like other countries. Juu huwa tunajaribu emulate those countries. We do not want to create our own things. Kama ingekuwa tuna create our own things, tungekuwa mbele. Tungekuwa mbele na style yetu. Tungekuwa tunaweza kuzimold zina fit nini yetu. Our understanding of these technologies and all that. But sasa unapata we are training these kids what we cannot offer. Right. Training what you cannot offer. And then sasa akikuja expectations zake zinakuwa much higher than what you can actually offer to these kids. Sasa akikuja hapa na you think that these kids are soft. Maybe they are soft, kwani you won't blame them. The environment imewafanya wakakuwa hivyo. And I don't think that these kids are soft. They are not actually. I don't think they are soft. They aren't. Ni vitu tu zenye wase wanajiwekelea
okay, I might say they're soft juu ya perception, the perception. Softness yao ni perception ya the Yeah, older the generations. perception ya the other guys yenye unapata unasema to these guys they're not showing up, but have you tried to find out why this is happening? Don't just say that this is happening, but have you tried to find out why this is happening? Yeah. There is this thing. I don't know if you came across it yenye I think pia inakuwa kwa certain book. I've read it also somewhere, but I also saw, was it a South African speaking about it? Alikuwa anasema unapata watu hii wana grow up but hawafundishwi kuown vitu. Right, I saw that. Unaona, they are not trained to have ownership ya kitu. You have something but unajuanga si yangu. Like You have a toy. hata our life, like we don't own our life. You don't own your life. Unapata hata mtu yake wa mdogo akona toy, but unapata hii toy niko nayo juu ya kitu fulani. Na mzazi ako na ability ya kuchukua. Mzazi anaweza ichukua anytime anataka. Unacheki ni yangu but si yangu, ni ya mzazi. Unacheki. And then inafika mahali pia unapata even ikifika masaa ya kutafuta kazi, career path and all this, unapata msee anasema, mtu yeye anasema I want to do this but because of my so and so. Unacheki. You're not doing, you are not owning this thing. Someone else is owning what you are doing. Unacheki. Na sasa hiyo mentality ndio inapata sasa hata mtu yake akisoma atoke huku nje, now you've done this thing, umeenda ukasoma hii kitu juu ya mtu fulani, unataka, you've done it because of someone, you do not own it. So you don't even feel there is no fulfillment. Unafika kwa kazi hata ile push, ile propelment, ile like something is not propelling you to push at this thing because you do not own it. You do not own it. Na hata kabisa. Ukimanage kumaliza na upate kazi unakuwa tu yani uko ilitoa kukua nini, uko miserable in a certain sure. Unapata hata kazi hakuna fulfillment, unafanya tu and then unapata wanasemanga mostly African time. Unapata in Africa wase wakifika around maybe 28, 30, sasa hapo ndo unapata msee wanasemanga that is now the African time. But what you do not realize, there is an underlying problem to all this. Mtoi anafaa anajua ku-own kitu kutoka akiwa mtoto mdogo. You train them, unawaambia you are doing this for you. Don't do this to make me happy. Do this to make yourself happy. Do it to love it. Don't do it because of me or this one. No. Do it because you want to fulfill your own ambitions. You want to fulfill your own self. And then anasema najifanyia hii. Naturally anakuwa na ile push, anakuwa ambitious. But ikikuwa ni ile unafanya hii, nimefanya hii na haufanyi hii, nimefanya hii na haufanyi, alafu sasa unapata mtu hii haon kitu, anafanya kitu juu anataka kubamba mtu, for not forgetting that itafika at point in life this kid will now want to live their own life. Asa inafika pale unapata mtu anaanza kutafuta, anajaribu hivi juu hata akifanya hivyo ana ile feel ya ownership juu hajui ku-own kitu. Nacheki sasa inapata kustick na kitu inakuwa ni ngumu. Na hiyo ni kitu hiyo ni kitu imekuwa instilled kwa like we as Africans, not even we as Africans, ni it is just like
I don't know kama ni it was some form of hizo time vitu zikitendeka, so sijui juu story Africa inakuwa mrefu sana. Inakaa ilitumika kutu control. Yeah, it's a kind of way. Like walicontrol our ancestors, sasa ikakuwa cycle. Our ancestors wakacontrol wenye walikuja, ikakuwa hivi. And you even go to a point where Africans hata wenyewe in Africa, we do not even, most of us, we do not own even our natural resources. Right. Unacheki? Wanasemanga Africa is the richest continent. But do you own anything in that richness? You own nothing. Everything is owned by other people. Outside people, yeah. So hiyo ownership, the sense of ownership, hiyo ndio kitu moja walinyang'anya watu. Unacheki? But I think it's good when you now realize this, and then unaona this is what happened. Yeah, so okay, not it depends with the level of information yenye imefikia mtu at a certain point. I don't think kuna kila mtu ana believe in that, but I would say the majority of African societies hawajui ownership. And unapata sasa hiyo kitu mtu ana pass through to their kids. Wana grow kama hawajui ku own kitu. Anafanya kitu, anafanya kitu juu anataka kumake mtu mwingine proud. Not because anataka kufanya hii I want to do this because this could be my life. Unacheki? Like hakuna ile push ya I can picture myself doing this and makes a lot of sense. Ownership. Speaking of Africa, sijui kama nimeona place wanataka kuarrest this Burkina Faso president, ati wanataka kumuarrest. I don't know kama ni ukweli ama sijui. I saw it somewhere though I didn't manage to find the whole story. Ilikuwa tu kitu watu wanaongea about online. It could be it has happened to some other African leaders. To most, actually, because to all African leaders. There is a certain point when you reach as an African leader, you now become an enemy, a threat. Not an enemy. You become not even you become a threat. You become dangerous to the oppressor because they are gonna lose business. Business now anataka profit. But anyway, hiyo ni sometimes politics inafanya kichwa chako ipasuki. Politics, it can burst your brain. It can make your brain go paragasha. Kila kitu iende huko. Medulla oblongata iko huko. Sijui ingine part za brain za kuangalia ile frontal lobe iende huko penye iko. Medulla oblongata iende penye. Pineal gland iende penye inaenda, whatever iende penye inaenda. Na hemisphere. Sasa si hemisphere ni hii side moja. Hemi na hii ingine ni hemisphere moja. Inakuwaga northern na southern ama ni eastern na western. Ama ni left. Ni left na right. Hemi inamaanisha kitu kama hemi, I think inamaanisha half. Alafu sasa sphere ni kitu inakaa spherical. Ndio nauliza. Inakuwaga northern hemisphere na southern ama ni kuna ni right na left. Brain ni right na left. Dunia ndio kuna kuanga na northern hemisphere na southern hemisphere. Above na lower the equator. Na east na west. Yeah, eastern hemisphere, western hemisphere. Au utaweza kusema kuna northeastern hemisphere. Hapana bwana. Sasa unajua northeastern itakuwa na southwestern. The true directions. The true cardinal points. Inalingana kama unataka kuibadili, kama unatumia equator, kama unatumia Greenwich meridian. Depends. Okay.
Aya, makubwa haya. Hey. Anyway, for this week, what do you think? Uliza kiatu. Ati nini masahibu inayoyapitia? Ukitaka kujua story unauliza kiatu. Man, Ukitaka kiatu kujua iko na story ya msee, information yote. yeah man, uliza kiatu. Hizo ndo zinajiwanga mahali penye mtu ametembea. Hizo ndo zinajuanga saa hiyo ndo inajua matope yenye mtu amekanyaga ndani. Yeah, iko na Hiyo ndo inajua. evidence yote. But anyway guys, this has been an impromptu. Tumekuwa na some inconveniences. We did not have ntasema nini? Nasema ingredients hazikuwa zinatosha. But anyway, we got to cook maze. Lazima tupike chakula hivi. But Lazima hivi. whatever we just say today, what do you think about these things? Kuna vitu zimetendeka. Kuna huyu mzee imagine wewe unaenda kwa bro yako unapata ule unapata mtu yala kufungulia mlango ni mtu yalikuwekea kamchele juzi kwa klabu. Alafu unapata ako na simu yako ndio anatumia. Na aliflash. Sasa unajua aliflash na uwezi recover kile. Password imechange nini. Ndio. Maybe kama unajua tu email. Ama hata alikuja akasurprise bro yako naye. Kia nani? Kwani pia atakuwa mngoni kuchukua second. Anyway, sawa. Kama atakubali. Si ndio, si kuna ile yenye unakuanga ndio umebai simu hata ijamaliza mwezi alafu unachotwa na mchele. Jamaa msee anajaribu kujiweka kwa shoes zake mazee. Utafeel aje? Unajua na feel kama mtu unaweza mpiga kibari lakini utachoma nyumse. Hata mimi batazama mume nifanya. Unajua watu wanafanananga. Saa zingine huwa zinafanana. Saa zingine unaangalia hii ni green na hii ni green, but hii ni green maji kidogo kushinda hii. So una confuse. Hii ni lime na hii ni magenta. Hii ni lime na hii ni magenta. Inakaa iko na yellow kidogo lakini inakaa green na ina yellow kidogo. Anyway guys, kama umefikia hapa mazee, kama umefikia hapa penye tumefikia kwa hii episode ya leo, I just want to thank you guys mazee for watching this, and I know you are still preparing things to come, and every week it's a new thing. We are trying to see something different, kuweka fixing some current stuffs, and just trying to see and weighing different what you can do, and then I think with time it's gonna catch up. Na tutakuwa with the something concrete, and we're going to love this. It's going to be a very great journey. Na thank you for reaching here. Thank you for watching this at this point, and I just want to ask you again, you can hit that subscribe button, you can like this video kama imekubamba, and you can also share it to the next person mazee. You never know. Yeah man, you never know. And with that, I just want to thank you again for tuning in to this episode of Side Talk, and it has been another one, and it is what hiyo nasikia nikaa imeniguza kutoka kwa utosi hadi kwa mvunguni, imetoa nyoka pangoni. Nasikia imetoka huku hadi huku. Anyway guys, have a very wonderful week ahead mazee. Be blessed. Kila kitu unafanya fanya na unai own, do it like it's just yourself, man, and no one else but you mazee. Yeah mazee. And najua it is always a journey, and at the end of it utakuwa na story ya kuambia wasee. They won't believe it, some of them will not believe it, but it is your story mazee, and you know what you're doing. Whatever you're doing, keep working on it, keep forging on it, and other things are just people's opinion mazee. Lazima mtu atasema kitu. It doesn't matter what people say. People
must always talk. Yeah, na usisikie vibaya tumsamo kuongelelea vibaya. Haja kuongelelea vibaya, hiyo tu ndio ukweli yake. Hata kama unasikia amekudanganyishia, haja kudanganyishia, hiyo ndio kitu yeye anajua kukuhusu. Lakini wenyewe unajua kujihusu, ni wewe unajua. Ni yako. Yeah man, hata ukianza kuongelelea mtu mwingine saizi, utadanganya vitu bro, ama sis. But anyway, have a very nice week. Yako ni kuendelea kuongeza evidence kwa kiatu chako. Yeah man. Apart from that, it's your presenter, or rather your host, Sadiki Tena, and I'm here always with this beautiful Maria, and we want to say a wrap up, and we're See you out. next time. What a Week podcast where we stay live.